tukashiriki agano. Yeremia 15, Kitabu cha Yeremia 15, wachake matunda 16, tuanzie 16 wabrodhia nyaka 21, na tutaendelea hivyo hadi 21. Yeremia 15, Kitabu cha Yeremia mlango wa 15, wachake matunda 16, tuanzie mstari wa 16 nyaka 21 hadi 21. Yeremia mpaka uchiel. Wecheni nomdore mina tudora kodgi, kendo wecheni nomiya mor, chunya nomor kodgi, nimar oluonga gi nyingi. Jehova Nyasaye mar ogendini mag lweny, ne ok abet e chokruok mar jogo matimo oyuma, kendo ne ok amor kodgi. Nabet kenda nikech lweti, nimar isemiyo mirima mang'eny omaka. Lit man-go ochwere nang'o, kama denda ohinyore, motamore chang, otamo thedhore nang'o. Mawuondo ji mapige buono, emomiyo Jehova owacho, kiduogo gi kanyono, anakeli kendo mondo ichung' e nyima, kendo kigolo gik mabeyo kuom gik maricho, inibedi kaka jaland wachna. Ginidog iri to in ok inidog irgi, kendo anami bedo ogandani kaka ohinga matek molos gi mula. Giniked kodi to ok giniloyi, nimar an kodi mondo aresi agoni e chandruok, Jehova wacho, kendo anagoli e lwet joma richo, mi anawari e lwet joma ger malich. Amen. Nyasaye mundu kidho wach mwasomo. Basi Mungu aibariki neno ambalo tumesoma. Ng'eyo ni achung' e mbele mar kanisa manigi riyo mar winjo wach. Naamini nimesimama mbele ya kanisa iliyo na kiu ya kusikia neno. Hiyo kanisa to Nyasaye ero kanisa mar Riverbank. Ninapotazama kanisa, Mungu analipenda kanisa la Riverbank. Miyo jotich Nyasaye moketo wach kuomgi, wach manyalo konyo ng'ato. Amewapa watumishi wa Mungu ambao amewatia neno la kumsaidia mtu. Kendo kuma askofu Ogeda nitie ng'amodenyo no wach Nyasaye, ng'amokoikre ni chamo wach. Tena popote askofu Ogeda yupo, yule aliye na njaa ya neno basi awe tayari kula neno. Wasetiyo kode en ng'amo ero mondo pidh kanisa, kendo ng'amo ero gik mochanre moriere timo. Tumefanya kazi sana naye, ni mtu ambaye anapenda vitu vilivyonyooka, vitu vyenye mipangilio. Ng'ena chunge kanisa mang'ato ka ng'ato chiko ite dwano winj wach mwasomo no. Kwa hiyo najua nimesimama katika kanisa ambalo kila mmoja anataka kusikia katika neno ambalo tumesoma. Mano oting'o weche mok dwa ler bwatieki. Agano hilo limebeba maneno ambayo hatuwezi tukaeleza yote. Roho Maler kumangu gike biro konyowa mondo dwachi otimre chokruok. Lakini Roho Mtakatifu ataifafanua ili mapenzi yake yatendeke kwenye mkutano. Yeremia ne ng'at Nyasaye. Yeremia alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ne ng'amo luoro Nyasaye. Na pia alikuwa mcha Mungu. Ng'iyo ngimane no ng'amo hero Nyasaye. Ukitazama maisha yake alikuwa ni mtu anayempenda Mungu. To kaka kumwachake somo no wacho. Na mahali tumesomea jinsi inavyosema. Wacho ni weche Nyasaye no yudore bino pidhore kodgi. Anasema neno la Mungu likawa naye akajilisha katika neno hilo. Iso ni sabano yudo wacho no koweyo no pidhore gi wacho. Inamaanisha alipopata neno hakuliacha bali alijilisha kutokana na neno. Ndo chako wacho no kubet e chokruok mar joma timo yuma. Tena anasema kwamba hakushiriki kwenye mkutano ya wanaofanya sherehe. Abdua ni winji kundi kwa maler. Nataka unielewe vizuri. Yeremia no kubedo e chokruok mar joma timo yuma. Yeremia hakushiriki mikutano ya wafanyao sherehe. Okawi
mbele giwuoyo na anapozidi kunena chalo gima ne nitie wach mane chande manoketa men kata lwenye kinde gi Nyasaye. Ni kama kuna jambo lililokuwa linamsumbua likaleta mmenyano kati yake na Mungu. Tungiso Nyasaye to litma ango ochwere nango. Kwa sababu anamuuliza Mungu, mbona maumivu yangu hayakomi? Chokruok mar joma timo yuma to noko betie. Ila ushirika pamoja na wafanyao sherehe hakuenda. Kristo Nyasaye beno nwang'rego pidhrego. Na maneno ya Mungu pia anapatana nayo, anajilisha kwao. Machande ni enigi lit moro mochwere. Ila kinachomtesa ni kwamba ana maumivu yaliyodumu. Enigi hinyruok manie dendi. Ana maumivu ya mwilini. Hinyruoge no tamore chango. Na maumivu hayo yamekataa kupona. Rogini miyo kono Nyasaye niya. Jambo hili sasa lamfanya yeye kumwambia Mungu hivi. Ini bena kaka ora mawundo jiva pigi duono. Wewe utakuwa kama mtu kwangu ambao maji yake yanakauka. Nyasaye kono Yeremia kukiduogo ira. Lakini Mungu anamwambia Yeremia kwamba haujarudi kwangu. Kanyo be mwabro nyonore ibugu iri Nyasaye. Hapo ndipo tutazungumzia kurejea kwake Mungu. Ang'eyo ni thoth joma ne ka oting'o jomowar kata jomohero Nyasaye. Najua wengi wetu hapa ni wale wameokoka ama wale wanaompenda Mungu. Ang'eyo no ane kanisa miyale wago gichangi pongro maler. Ninajua tumo kanisani mahali pa kuhubiri wokovu, uponyaji na kujazwa Roho. No ane kanisa mitime neno mar chang mar Januari to Januari. Tupo katika kanisa lenye ushuhuda na uponyaji kutoka Januari hadi Januari. No ane kanisa mang'ato gombo mondo lwenyo loe. Tupo kanisani mahali ambapo mtu hawezi tamani kushindwa vitani. Pim kanisa ni kod Yeremia. Kanisa hili nikalifananisha na Yeremia. Kama kodoke ngima no kono wach maber to en go manyalo pidhe. Yule ambaye akirudi moyoni mwake anasema ana habari njema la kumlisha. Ndibede ya neno maana kaka nyathi otimo neno ka kun ma Nyasaye osekale kode. Tena huyu ni mshuhudaji kama vile mtoto wetu ameshuhudia kwamba mahali Mungu amepita naye. Mae wach ma Yeremia obede ya neno. Na jambo kama hili ndilo Yeremia ameshuhudia. Fulu ni adwa na wuye kum chango kata pe manyalo dak kum ng'amowar. Katika nafasi hii nitazungumzia matatizo au mateso ambayo inaweza Kata jiga matin miseti kiwuoth. na miaka mingi au miaka michache ambazo umetembea. Wach moro nyalo donjo kumi bolokore mari. Jambo linaweza kuingia kwako lifanyike lako. Ndio sechego ng'ato nyalo weno mara ni pen mana lweny maido ng'amowar Nyasaye madwani mondo timre na. Tena nyakati kama hizo mtu anaweza akasema kwamba vita kama hii yangu ni ile ya kawaida ya walokole na ni Mungu amekusudia kunitendea jambo fulani. Yeremia no chich. Lakini Yeremia naye akashuku kitu. Oneno kapeko menegoni omichunye lit. Kwa sababu anaona uzito wake umemtia uchungu moyoni. Kendo oneno ni Nyasaye ni kode gimirima. Tena anaona Mungu ana hasira juu yake. Eni ng'at Nyasaye. Yeye ni mtumishi wa Mungu. Okunuwangi chokruoge mag joma timo yuma. Hapatikani kwenye mikutano ya wafanyao sherehe. Inuwangi chokruoge mag joma dwaro Nyasaye. Bali anapatikana kwenye mikutano anayotafuta Mungu. Benigi chandruok modak kode motamre weye. Lakini ana matatizo yaliyokataa kumwacha. Chandruoge ni omiyo chunye lit. Tatizo hili likamtia uchungu moyoni. Adiera manigi joma wuotho gi waro to chandruoge magin omiyo gi chunye lit. Kwa kweli tuna watu wanatembea katika wokovu lakini matatizo yao imewatia uchungu moyoni. Nitie gik matimre ni moko nego timre ni. Kwa sababu kuna mambo yanayokutendekea na hayafai kabisa. Nitie wach modak kodi moko nego dak kodi. Kuna jambo linaishi nawe ambalo halifai kukaa nawe. Nyasaye milamo ting'ini en manyalo duto. Naye Mungu unayemwabudu unajua kwamba ni mweza yote. Wanigi joma kala kong'iyo ngima modaki to gino miye chuny lit. Kwa hiyo tuna watu wakitafakari maisha yao wanapata uchungu moyoni. Kato biri jomodak dhako gi dichuo. Hata kama ni wanandoa, yani mume na mke, Iyudo ka moro mane gin gi dak olokore lit. unapata furaha yao ya ndoa imegeuka kuwa machungu. Ma dichuo kurango chigi to kode ber oneno mana chandruok. Ambapo mume akimuona mkewe haoni mema, anaona matatizo. Dhako be kurango chwe to oneno mana chandruok. Mke pia akimuona mumewe anaona matatizo tupu. Lit mengo chwe nikech pek mengo dagiru. Uchungu wake ni wa daima kwa sababu uzito wake umekataa kukoma. Nyaka nyathi mane inyuolo kihero. Hata mtoto uliyomzaa ukipenda, Nitie gima
kuna kitu kinaweza kutoa amani ligeuke kuwa shida kwako. Ni jambo ambalo unapoliwaza, kama kuna chakula mezani unakiacha chakula kwa sababu una maumivu moyoni. Kuna kitu ukiwaza hata mzazi wako, uzito alio nao inaweza kukutia moyo wenye uchungu. Hata katika boma unakoishi, kuokoka umeokoka, umejazwa roho na nena ndimi, lakini kuna jambo linaishi nawe linakutia maumivu moyoni. Wakosa maarifa washatafuta waganga kupata maelezo pale. Wengine wamerudi kwa watu wa roho wakaombewa kwa kutumia misumari, kwa sababu wanasema nimeabudu na hili limekataa kuondoka. Yeremia pia lilia hivi kwamba ibada ni inayo, wala mikutano ya wafanyao sherehe pia sipo, lakini maumivu yangu mbona imedumu? Maumivu ya mwili wangu umekataa kupona kwa nini? Hebu nikaeleze maumivu ya mwilini. Nadhani pengine unadhania ni kidonda cha kilichokukata. Yaani maumivu ya mwilini ikawa ni ukosefu wa amani katika nyumba yako. Hiyo ni maumivu ya mwilini. Maumivu ya mwilini ni kitu kimekuzuia usiendelee. Ukitazama rika zako wanakuacha. Maumivu haya yamekukwamilia. Jambo hili liliwasumbua Abrahamu na Sara katika hema. Wamempokea Bwana kila wakati, wanachinja fahali lakini wanakula. Akimwangalia Sara anazeeka, hana mtoto. Jambo hili lilimtia Abrahamu uchungu. Ikafanya siku moja akasema na Mungu wakati Mungu alimtembelea. Wakati Yehova anamwambia usiogope, mimi ni kingao chako, mimi thawabu yako nitakupa. Na anauliza Mungu, basi utanipa nini? Kwa maana nyumba yangu sina mrithi atakayerithi mali yangu. Atakayerithi mali yangu ni mjakazi Eliazari wa Dameski. Yehova akamwambia sio huyo, ni yule Sara atakanza. Kumbe kuna yule atakayeondoa uchungu moyoni. Wakati una matatizo uliosufu, hata marafiki watakuacha. Kuna kiwango ambapo hata mtumishi kama mimi nitakuacha. Darius alikuwa rafiki sana na Danieli, lakini ilibidi wakati azima mwache na Mungu wake. Danieli amebaki na wale watakao mla katika tundu la simba. Ila ni tatizo ambalo mtu analo. Pengine mtu ambaye ni ulimwengu ndiye anakuwa, lakini wewe umekuwa. Yeye ndiye anaendelea. Yeye ndio sasa mletaji. Ambaye amefungua kilabu, ameweka nyumba za kulalia, anakulisha nayo. Na Mungu ambaye mnamwabudu anasema anaweza yote. Anayefaa kuwa mjakazi wako ndio sasa umefanyika mjakazi wake. Hilo jambo laweza tia uchungu moyoni. Uone uchungu ya moyo umeongezeka. Na imefanya walio
igo. Kwa sababu mletaji watoto ni unaye. Lituma inigo chwele namo. Mbona uchungu wako umedumu? Jana muda udiwa. Wakati mmoja Daudi analia. Atelo mijiru mikodi yoni Nyasaye. Ninawaongoza watu wengi tukienda nyumbani kwa Bwana. Pega ni Nyasaye nukala nikane. Watu nao wananiuliza Mungu wako yuko wapi? Okonyo ni hinda kukonye. Anasaidia watu, mbona sikusaidia? Daudi nochi biwange nochi. Daudi akashuka akamwaga machozi. Dino kinekanya chino kinakela tukuni. Tazama shetani amekutia ugonjwa. Mamoni chani ni akitie kidogo mara hospitali. Eti kupona kwako lazima umalize tembe ya hospitali. Wani mo kwa vitamini. Nasi pia tutakuzuia. Wewe ni jino michuni leo. Lakini ukigundua nimekutia maumivu moyoni, Diburo kilemu jino nini mjaloe. basi utatafuta uponyaji mbele ya mshindi. Mjalo gulukini tugolo kansa. Atakayeondoa ukimwi na saratani Vimyo kilima. na utembeo. Wakati Yeremia aligundua kwamba matatizo yamemtia maumivu moyoni, na kulinganisha na Hana mkewe Elikana katika agano, ikiwa ni chakula ilikuwepo kwa Elikana. Ibada wanayo yenye utaratibu. Mwisho wa mwaka wanapeleka sadaka yao. Lakini mwanamke huyo akashuku kitu wakati mke mwenza anagawa kwamba ana mtoto niposa anadharauliwa. Siku hiyo nikatata chakula. Mume akashuku kuna kitu na siku hiyo aliomba tofauti na kawaida. Eli akadhania amekunywa pombe amelewa. Akasema usinihesabu kama binti wa Kijalia, ila matatizo yamenijaza. Nina ujumbe juu ya jema. Jina ya utasa ndio lifutika. Kuna jambo ngumu mtu akienda mbele za Mungu na Mungu moyoni. Aliyeenda na maumivu moyoni anamuza machozi bila kulazimika, kwa sababu kinachomfanya kinamchosha. Pengine uliotoka vyema, lakini kuna mambo yamekufuata yakakupata. Haya yamekupata, yamekutia uchungu moyoni. Haya yamekuzuia maendeleo, yamekunyima. Nasema Yeremia anasema, mbona uchungu wangu umedumu? Ni kama mto unaokauka maji, mto udanganyao. Nafurahia Bwana kijana wa kusema fichi wala hajali uso wa mtu. Akasema, sikia Yeremia, haujarudi kwangu, haujarejea kwangu. Kumbe naweza kuwa mtu wa Mungu, lakini kuna vile tumeachana, ila msifu tu namtumikia tu, ila tumeachana. Wakati umewachana na Mungu, shida itarudi. Adui pia anachunguza. Shetani ana macho kali kama macho ya tai. Anaangalia kati yako na Mungu inakaa. Akipata kuna utengano, atarudi akunase. Hapa ndipo Yeremia alinaswa. Wewe pia pengine umenaswa. Niposa uone ukovu, unaona matatizo. Niposa leo washuhudaji wanabembelezwa. Watu wanatoa shuhuda wa shetani kuliko ya Mungu. Shetani anapata 1% ya juu, kwa sababu moja kati yako na Mungu. Leo kuna yule
Mungu anataka iliyonyooka. Kwa nini lango lako kuna vitu vimechanganyika nawe? Yale yaliyochanganyika. Hata kama wewe ni mtoaji, wewe ni mtoaji wa kujuta, umechanganyika. Tenganisha mema kati ya maovu. Maana imeandikwa kwa Mithali, anayeficha dhambi zake hatapata heri, bali anayekiri na kuacha anayerudi. Basi anakaaje? Ni yule aliyenyenyekea moyoni na kubondeka. Anamrejea yule hata kama ukimwi ilirudi, Yehova ataiondoa. Hata kama ni saratani imeingia, hata kama ni kupanda damu imerudi. Wajua wewe rudi kwa Mungu na muabudu na matatizo. Anaondoa tatizo lako. Unabaki ukiwa mzima mshudaji. Tutamgeukia Mungu. Baba anasema utakapogeukia hapo, ukatoa mazuri katikati ya mabaya. Yehova anaanza kutenda kazi. Anakufanya chombo chake cha kazi. Anakufanya chombo cha kazi. Tena anasema anakufanya mkome la chuma. Yaani Mungu anakufanya mkome la chuma. Wakati amekufanya mkome la chuma, maadui hawajafukuzwa, wapo tu. Ila Yehova atawaambia vile ulivyo. Andiko linasema watapigana nawe, lakini watakushona ushindi. Yehova amekufanya mkome. Huyo ni mtu akipitia uchawi hawamui. Sikiliza ewe muoga, eti umekataa kujenga nyumbani, eti utawawa. Atakaye ukinunua wengine mchana unaingia na usiku. Tambia adabani. Sikiliza muoga, ambaye kuku tu anamzuia. Amekuzuia kuenda kwa wake zako kwa sababu sijui baba yako hakukula, ndugu yako mkubwa hajakula. Kuku ambapo hata ukitazama vizuri si chakula cha wakwe. Kuku anafikiwa yule kijana amekataa kuenda. Ndio siku amekosana na akafika nyumbani. Anafikiwa naye kwa sababu ni rahisi kuiza. Alikuwa sinziwa huyu. Eti haya yote amesimama mbele yako. Eti siku ile unaenda kuikula, umebeba mbuzi moja na ndama ambayo ametolewa kwa matiti. Eti sasa unasema wewe ni mwana wa fulani. Imekuzuia likokovu. Bali mambo yaliyosimama mbele yako. Wakati wazee wamekaa, kwamba usiende kula kuku. Nikawambia kuku imo pale kwa vyakula. Mimi
ichame wanashika shavu wanasema